Nakubaliana na wabunge ambao wanasema ya kwamba maisha ni magumu, na ni kweli gharama ya maisha imepanda, lakini ili tuteremushe gharama ya maisha sio kwa kuongea, ni kuwa na mpango. Na mpango sio kuweka sufuria kwa kichwa ati ndio gharama ya maisha ikuje chini. Ama namna gani? Hata uweke sufuria kwa kichwa siku ngapi bei ya unga itakuja chini? Watu waje upuzi. Gharama ya maisha itapanda kwa mpango, na mpango ni kusaidia mkulima. For the first time tumesajili and we have registered 5 million farmers. So far we have distributed 3.5 million bags of fertilizer. We are now working on seeds. Mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu we will try and close the gap ya almost 10 million bags ambaye inatuletea shida, kwa sababu ndio inatuletea shida ya njaa. We must progressively invest in agriculture, invest in our farmers, because dawa ya gharama ya maisha ni ku enhance production. Si ati kwenda kufanya subsidy, unaenda ati kwa mtu ya regorego hapo anasiaga, unaenda kumlipa pesa ati apunguze unga kwa nini, kwa mtu ya kusiaga. Hata ukipunguza ya leo na kesho, si unaona ni mambo ya upuzi. Lakini sawa, sitaki kukombana na watu. Kwa mpango hii budget nimeweka sasa pesa zaidi ya mambo ya kusaidia wakulima watuzalishie chakula, because mimi nimekuwa waziri wa kilimo. I know what I am doing, and that is how we are going to change our country. Hatuwezi kupunguza gharama ya maisha kwa kuongea tu kiholela. Lazima tuwe na mpango. Tumeelewana Kakamega? That's what I want. Na hiyo ndio mpango. Ya mwisho, mimi nimekubaliana na nyinyi mnakubali. Niko tu na maswali mawili kwa watu wa Kakamega. Tuko na shida ya vijana ambao hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Tuliongea sote wakati wa uchaguzi, tukasema challenge tuko naye kama taifa ni vijana wengi ambao hawana ajira, na ni lazima tuwe na mpango ya vile tutapanga ajira ya hawa vijana. It will not happen by accident. It will not happen through guesswork. We must have a deliberate, intentional, practical plan on how we will make sure that there are jobs for our young people. Ni kweli ama si kweli? Ndio sababu program ya housing itatuokolea mashamba ambayo ya kuzalisha chakula, ibaki ya kuzalisha chakula, watu waishi mahali ambapo tumepanga hiyo mambo ya housing. Hiyo ni sababu yangu ya tatu. Sababu ya nne, watu milioni 7 Kenya wanaishi kwa slums. Mahali hakuna choo, hakuna maji, hakuna stima. Na usiseme ati sio kazi yako. Wale wanaishi ni watoto wetu. Wewe mtu ya Kakamega, hata kama wewe ni mwalimu hapa, mtoto wako atapita mtihani, aende university, aende kazini. Akifika Nairobi, si ataenda kuishi Kibera kama hakuna mahali kingine ya kuishi? Ama namna gani? Umepata hasara, hujapata hasara? Akienda Kisumu, Eldoret, ama akuja hapa Kakamega town, si anakuja kuishi kwa kijiji ambaye haina maji? So we must have housing so that we can eliminate slums in Kenya. Mumeelewa kwa sababu gani ndio tukue na housing? Bado mko na maswali na mimi? Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Unajua hii kazi lazima nifanye kwa sababu mnanisumbua na mimi napanga maneno ndio Kenya ikae mzuri. Na unajua, sikizeni, hawa watu wote wa Kiingereza mingi wanatuambia unajua tunataka Kenya ikae kama Singapore. Tunataka Kenya ikae kama Malaysia. Unajua Asian Tigers walikuwa namna hii, sasa namna ile. Sasa mimi nataka niwaulize, ile Singapore, Prime Minister wa Singapore alikuwa Kenya hapa 2 months ago. Singapore ilikuwa slum kama Kibera. Leo ni first world katika dunia hii, kwa sababu walipanga, wakafanya mambo yao ya housing, wakafanya mipango ingine. Sasa mimi nataka niulize nyinyi wa Kenya,
Kama mnataka tuwe kama Singapore, ama mnataka tuwe kama Malaysia, ama hata tuwe bora kuliko hao wote, we must make the decisions they made. Hatuwezi kuwa kama Singapore, kama kazi yetu ni ku make convenient, unajua, unaweka sufuria kwa kichwa, unaenda kwa barabara hapo, unatangatanga, alafu unarudi. Kenya itabadilika namna gani na sufuria kwa kichwa? Hapana. Hiyo mchezo tuache. Ama namna gani Kakamega? Waulile. Ya watu ya handshake. Wamechukua deni yetu ikuwa 4 trillion. Ndio hiyo deni saa hii imefika karibu 9 trillion. Ndio hiyo Kenya karibu inapigwa mnada. Nyinyi mnataka tuendelee hii barabara ya kwenda kwa mnada, ama tuendelee ile ya Kibaki ya kusanya ushuru na Wakenya wenzetu? Simple, hakuna story mingi. Mimi nauliza nyinyi Kakamega. Nauliza nyinyi Kakamega, mnasema tuende barabara hiyo ya kuteleza ya kwenda kwa madeni, ama tukusanye ushuru kila mtu alipe? Si tukusanye ushuru kila mtu alipe? Ama mnasemaje? Ndio. Jambo la pili nataka niulize nyinyi pia, kwa sababu sitaki mseme ya kwamba ati mimi nafanya sijui. Hapana, lazima tuelewane. Tumekubaliana? Nimesema vile vile hakuna haja ya sisi kama Kenya tunaenda tunaagiza simiti. Watoto wetu wanahangaika barabarani kwa sababu hakuna nafasi ya kufanya kazi kwa factory yetu, kwa sababu simiti tumetoa sijui nchi gani. Nimesema wale wanatoa simiti nje walipe ushuru, kwa sababu tuko na uwezo ya kutengeneza simiti yetu tukitumia watoto wetu wapate ajira. Tunaleta samaki mpaka kutoka China, imagine. Nimesema watu ya kuleta samaki kutoka nje wapotee. Tutavua samaki zetu hapa. Ama namna gani? Furniture, ati kitanda na meza hii ya kutengenezwa hapa Shibuya hapa. Ama ni wapi hapa? Hapa. Sasa wewe Kamala, mimi nataka nikuulize my brother. Yaani sasa kitanda inaweza kutengenezwa hapa Kakamega na vijana wetu. Meza, kiti tunaenda tunaagiza kutoka China. Kweli sio ni ujinga? Ama inaitwa nini? Ndio nimesema wale wanalete viti sijui furniture kutoka India, sijui kutoka China, sijui kutoka wapi, walipe ushuru. Tuko na vijana wa kutosha Kenya, wameenda kwa Polytechnic, wameenda TVET, wanaweza kututengenezea furniture katika taifa letu la Kenya. Kwani iko makosa hapo? Sijui kama tunaelewana. Nimesema wale watu wa kutengeneza chuma, wale mnaleta chuma kutoka nje ambaye tunaweza kutengeneza hapa Kenya, tuko na vijana wanaweza kutengeneza chuma yetu. Nyinyi mtalipa ushuru if you insist ya kulete hizo vitu kutoka nje. We will do it in Kenya. Ndio ajira ipatikane kwa watoto wetu. Ama namna gani? Sasa mimi nataka niulize nyinyi. Tuelewane wani. Tuelewane. Sasa hawa wabunge Tuesday wako bunge, wapige kura wapitishe ama waangushe? It's just as simple as that. Mimi nataka nijue kama wewe ni mbunge, wewe unaenda kupiga kura ati tuendelee kulete furniture kutoka nje, watoto wa hapa Kakamega waendelee kungethi hapa, hakuna kitu wanafanya? Ama unaenda kupiga kura ati samaki iendelee kutoka sijui wapi, vijana wa Kenya wakwame? Ama unaenda kusema ati simiti itoke nje, sijui chuma, sijui nini, vitu ambaye tunaweza kutengeneza hapa Kenya? Bana.